tunafundishwa kwenye jamii. Jamii inatufundisha kwamba mtu akikutukana uliache hivi, mtu akikwambia hivi ufanye hivi, jamii ndio inakwambia. Sawa? Halafu baada ya akili ikifikiri kutokana na mapokeo, tena ni mapokeo. Hapa kuna kitu kinachoitwa hisia. Akili ikishafikiri inatengeneza, inaamua hisia gani zitoke. Hisia za hasira, za huzuni, za nini ndio zinatoka. Sawa? Halafu hizi zinasababisha tokeo. Tokeo linaleta tunatokea. Tokeo ni lipi? Umeshakasirika, unaamua kupiga. Umekasirika, unaamua kulia. Una huzuni, unalia. Hisia za kupenda, unapenda, unatenda. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo akili yetu uendesha hisia. Sawa? Na hisia ndio husababisha tunafanya matendo mengine. Tuko pamoja? Lakini kumbuka hizi hisia hapo zinapozidi zinazuia akili isifanye kazi. Tunaelewana? Kwa hiyo nikiwa na hisia za huzuni kizidi, akili inakuwa haifanyi kazi. Uwezo wako kufikiri unapungua. Na ndio maana tukiwa na huzuni tunataka alie apitie ule mchakato wa maombolezi ambao ni hatua kati ya 5 au 6 hivi. Sawa? Azipitie zile hatua za maombolezi. Akipitia zile hatua, ukitaka kujua huyu mtu sasa akili imerudi, unaposikia kwamba sasa umeondoka, mimi nimeacha watoto, nani atalea watoto? Shakusikia anaanza kusema hivi. Pale akili zinaanza kufanyaje? Kurudi. Lakini kabla ya pale anakwambia kwa nini? Tunafanyaga makosa kuzuia watu wasilie. Mtu asipolia anapata madhara. Uwezo wake kufikiri unapungua. Anakuwa anafikiri kwa dharura. Ndio maana baadaye anakuwa na maamuzi mengi ya hasira, anaweza akawa mkali bila sababu na vitu kama hivyo.